cha Utawala wa Umma Zanzibar IPA kinawatangazia wanafunzi wote waliomaliza masomo yao kwa ngazi ya astashahada, stashahada na shahada ya kwanza kwa mwaka wa masomo 2024-2025. Sherehe yao ya mahafali ya 18 yatafanyika siku ya Jumatano sawa na tarehe 26 Novemba mwaka huu katika ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein Tunguu Zanzibar kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Wahitimu wote wanatakiwa kushiriki mazoezi ya maandalizi, yani rehearsal, tarehe 25 Novemba mwaka huu chuoni Tunguu saa 2 kamili asubuhi. Wahitimu, wazazi, walezi na wananchi wote mnakaribishwa katika mahafali hayo. IPA, kituo mahiri kwa utumishi wa umma. Mbele yangu hapa niko na Mohamed Salah ambaye ni kocha msaidizi wa timu ya Malindi ambaye ni mwenyeji katika mchezo huu. Kwa hiyo ataanza kuzungumza mipango yao in general, maandalizi, kikosi kikoje, kambi wameweka wapi, na kuna mechi nyingine watu kambi wao zinaenda kuwekwa nje ya mji. Mwalimu, karibu sana. Mbele yako ni wanahabari na kikubwa ambacho nahitaji kujua ni matayarisho ya timu ya Malindi kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya mjini. Mechi imekuwa ya moto sana, mambo yamezungumzwa kwa muda mrefu, lakini hatima yake tunakwenda kuzimaliza dakika 90 panapo majaliwa siku ya kesho. Maandalizi ya kikosi cha Malindi yakoje kuelekea mchezo huu? Kwanza habari ndugu waandishi. Kwa majina naitwa Mohamed Salah, kama coach Richard ni assistant coach Malindi Sports Club. Maandalizi yetu ni yale ya kila siku, kwa sababu kila mchezo kwetu sisi ni final kama Malindi, kwa sababu tunatarajia kitu kikubwa, kwa sababu toka tunaanza mechi mpaka leo tunafika, tuna mechi nzuri na tuna mechi bora ambazo tulozicheza. Klabu yetu Malindi inabidi hatutegemei kwenda kulose katika mechi hiyo. Tunakwenda kama winners, tunakwenda kama tuko mbele, ni mechi ambayo tuko away, sio home. Inabidi tunakwenda kufanya kitu ambacho kiko bora kwetu sisi, kwa sababu kila mmoja ana imani na kila mmoja ana imani na technical bench ya Malindi. Kila mmoja anafurahia Richard yuko katika bench, anajua hata waandishi wanafurahia kwamba kuja kuona nini anafanya Richard. Inabidi naenda kufanya kitu kikubwa kama technical bench, kwa sababu tuna imani na kikosi chetu kiko kipana, tuna kikosi imara, tuna wachezaji takriban wengi sana almost kwamba wametoka nje ya nchi, ambao kila sifa nayo na kila uwezo wanao kwenda kupambana katika mechi hiyo. Inabidi tuna imani kushirikiana na players pamoja na fans wetu ambao tuko nao na maafisa wetu wa habari ambao tuko nao katika klabu. Inabidi kwamba wachezaji wetu ni wachezaji ambao tayari wameamua, kwa sababu kila mechi kwetu sisi ni final. Inabidi hatutegemei kwenda kulose. Final hutegemei kwenda kulose. Tunakwenda kusimamisha kile ambacho tuko nacho katika mjini, kuhakikisha kwamba tunapeperusha bendera ya Malindi Sports Club, kwa sababu ni timu ambayo iko imara, iko strong, kila mmoja na imani na kila mmoja hatukupoteza mchezo hata mmoja, bali a draw. Inabidi kwamba tunakwenda kuendeleza kile ambacho tulikuwa tunacho kama technical bench kama Malindi. Inabidi na imani na kitu hicho kwamba wachezaji wangu wako tayari kupambana katika mchezo wa kesho na kutoka na matatu, kwa sababu kila kitu tunacho na kila uwezo tunao na kila mbinu tunazo kuhakikisha kwamba tunaupata mchezo wa kesho. Asante. Ni kocha Mohamed Salah Richard. Mwalimu, michezo miwili iliyopita mlipata sare kati ya mechi ngumu sana, lakini ilikuwa ni mechi nzuri ambazo kila mpenzi wa mpira alifurahi kile ambacho kilionekana katika michezo hiyo. Lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao tulikuwa tunaona kuna mabadiliko na wengine walikuwa hawaonekani kwenye kikosi. Labda kuelekea mechi hii kuna wachezaji ambao tutarajie tutawakosa kwa maana wana injury ama wana matatizo yote ya kifamilia, ikiwemo Ajibu. Kwanza tunampa pole mchezaji wetu Ajibu, striker force wa Malindi Sports Club, striker dume. Tunategemea kwamba wachezaji ambao kuwepo wote ni wachezaji wako strong, wako wazima na bado wako katika hamasa kubwa, na hakuna mchezaji ambaye tutamkosa. Na imani kwamba kitu hicho kwamba tutaenda kufanya vizuri. Asante. Sabri Ramadhan China, mmoja kati ya wachezaji wa kongwe sana wakihudumu katika vilabu mbalimbali, lakini kwa sasa anasimama kama mwalimu msaidizi katika timu ya Mlandege. Mwalimu, karibu sana. Asante sana. So far tunaelekea kwenye mechi ambayo ya dabi, mechi ambayo ni ngumu sana kutabiri matokeo yake, lakini in general namna ambavyo umeiandaa timu yako kuelekea kwenye mchezo huu leo na matarajio yake yakoje kwa siku ya kesho?
La kwanza natoa salamu alaykum kwa waandishi na kwa manager wa PBZ Bank. Alaykum salaam. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kurudia kufika hapa kwa salama. Na la pili kwamba mimi naitwa Sabri Ramadhani ama Sabri China, na assistant coach wa timu ya Mlandege. Na kwa ujumla zaidi katika timu yetu ya Mlandege kuhusu mechi ya kesho. Kwa mechi ya kesho sisi tumejiandaa vizuri sana, kwa sababu hapa tunaitwa sasa hivi matimu madraw, lakini kwa kesho tunajiamini. Katika mchezo kesho tunajiamini katika performance yetu tuliyoonyesha ya mechi iliyopita, na hata katika mazoezi wachezaji wametupa moyo, wachezaji wametuhakikishia kwamba kesho wanapigana ama fahima kwamba kuibuka na ushindi kwa mechi ya kesho, kwa sababu dabi inajulikana, dabi haina matokeo ya nje, dabi matokeo yake ya dakika 90. Sasa mpira unaongea, binadamu kazi yake kusema tu. Na kwa hiyo hapa tumejiandaa vizuri sana na timu yetu kwa mechi ya kesho, na hasa wachezaji zaidi waliotuhamasisha. Zaidi ya hayo yote, kwa sababu tuna injury moja defense, lakini haitushughulishi kwa sababu mimi lengo ni msemo wangu wa kila siku kwamba wachezaji 11 ndio wanaocheza, mmoja akiumia anaingia mwingine. Huo ni teamwork. Na jingine tunawapa pongezi la kwanza PBZ Bank kwa kudhamini hii ligi ya Zanzibar, na kama alivyosema mwalimu mwenzangu, inawezekana mzigo ukazidi, na kwa ujumla yani, by the way, short and clear, timu yetu tumejiandaa kwa mechi ya kesho na dhidi ya Malindi. Asante. Ni mwalimu Sabri China huyo. Mwalimu, kumekuwa timu inaonekana kutokufanya vizuri, lakini katika hatua za mwanzoni hata mwaka jana pia mlianza hivyo, lakini inapofika katika zile mechi ngumu, mathalan mwaka jana mko na mechi baina ya Mlandege na Mwembe Makumbi, performance ilikuwa mzuri sana. Siri hasa kuelekea mechi za dabi, kuna nini nyuma yake ambacho kinawasukuma performance automatically iwe inabadilika? Ni hapo awali nilipotangulia kusema kwamba dabi ni dabi, kwa sababu dabi haina matokeo ya nje. Dabi ina matokeo ya dakika 90 ya uwanjani, na kama mimi ni mwalimu msaidizi siwezi nikasema kwamba nitashinda mimi. Lakini wachezaji wametupa moyo kwamba mechi kesho wanaitaka na watashinda katika mchezo wa kesho. Asante. Kwenye soka la Zanzibar, Shesif, karibu sana. Nashukuru sana. Mimi naitwa Seif Suleiman Mohamed, manager masoko na kuendeleza biashara benki ya Zanzibar. Awali ya yote kwanza naushukuru uongozi wa bodi ya ligi ya PBZ Premier League pamoja na ZFF kwa kuendeleza ligi yetu ya PBZ Premier League na kuwa sasa ni ligi bora. Kwa kuanza niwahamasishe kwanza wananchi wote wa Zanzibar waweze kufika katika mechi yetu ya kesho. Kwa kweli timu ya Malindi Sports Club na Mlandege FC ni timu ambazo zina historia kubwa Zanzibar na wameshafanya mambo mengi makubwa. Kwa kesho si game ya kukosa kwa kweli, tunawakaribisha na waje kuona. Sasa hivi ligi yetu ya PBZ Premier League imefikia hatua kubwa sana, na tumeona kwanza tangu ligi inaanza watu ni wengi wanajaza, hakuna timu za vikosi za mitaani kwetu na nyinginezo zenye historia kubwa. Kila mechi inajaa. Sisi tumefarijika sana, na tuwashukuru pia media kwa kuitangaza ligi hii ya PBZ Premier League, na sasa hivi tunaona ZBC wanarusha matangazo haya live. Hii ni hatua kubwa, na hii ni transformation kubwa imetokana na viongozi wetu wa nchi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini vile vile na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyofanya. Hizi michezo ni ajira. Tunaona sasa hivi timu za Yanga, Azam zinakuja kucheza Zanzibar. Mabadiliko ya viwanja vya mipira, kila kona kuna viwanja, watu wanafaidika kwa kiasi kikubwa. Lakini tunaona pia kiwanja cha Afcon kipo katika hatua nzuri, ambao Disemba 2026 tutakuwa na kiwanja ambacho kinaingiza washabiki wengi sana. Haya ni mafanikio makubwa ya serikali zetu zote mbili, lakini mafanikio makubwa pia kwa Zanzibari na Watanzania. Kwa hiyo tuvutike, na hapa tunao makocha wawili wakubwa sana. Tunao bwana kocha Richard na bwana Sabri China, wote wana historia kubwa. Tunajua wengine pia timu zetu za taifa pia wanakuepo.
tunaona shamra zinavyoletwa, viwanja vyetu vinajaa. Kwa hiyo tuipe hamasa zaidi ligi yetu hii ya PBZ Premier League. Pale tunapotaka tufike tumefika. Manake hapa miaka 2-3 ilipopita tulikuwa hatuzungumzi haya. Hata media pengine tungeita angelikuja mtu mmoja au wawili, lakini sasa hivi viwanja vinajaa, media ziko vizuri, wananchi wameitikia wito vizuri, basi mambo yanaenda vizuri, na najua wadhamini wengi watakuja kuzidhamini hizi timu moja moja, kwa sababu PBZ Premier League imedhamini ligi nzima kwa muda wa miaka 5. Huu sasa ni msimu wa 3, tunaelekea tunakamilisha msimu wa 4, bado msimu mmoja, na ni uhakika kwamba tukitoka awamu moja tunaongeza dau zaidi. Ni uhakika kwa sababu ni transformation. Huwezi kwenda juu ukasema sasa turudi chini. Yani mafanikio makubwa tunayoona katika nchi yetu basi yanaakisi hasa na maendeleo ya benki yetu, lakini yanaakisi zaidi kwenye uchumi, michezo na kijamii na kila kitu. Sina haja kwenda deep sana, mimi mnaona na tunajionea sote. Kwa tuwakaribishe wananchi katika ligi yetu ya PBZ Premier League. Hii dabi ya kesho si ya kukosa. Yani tutaona hasa Malindi na Mlandege namna mpira unavyopigwa. Tunaona timu za bara zikipigana hapa na timu hizi. Kuna historia kubwa, kuna timu zimepigwa 5, kuna timu zimepigwa finali zaidi ya mara 2. Kwa hiyo tunajua uwezo wao ni mkubwa sana. Kwa hiyo hii timu kesho Malindi Sports Club pamoja na Mlandege yani si ya kukosa kabisa. Tunawakaribisha wananchi. Lakini vile vile tuitumie benki yetu, benki yetu ya Zanzibar, benki yenye maendeleo makubwa Zanzibar pamoja na Tanzania kwa kubwa. Sisi tunasema benki ya watu, chaguo la watu. Asante sana.